Nilisimama pale, nikihisi mwili wangu ukiwa mwepesi, lakini wenye nguvu isiyoelezeka. Kila kitu kilionekana tofauti, rangi zilikuwa kali zaidi, sauti zilikuwa wazi kuliko kawaida, na hata hewa niliyovuta ilihisi kuwa na uzito wa kipekee. Nilikuwa nimebadilika. Lilian alinisogelea, tabasamu la upendo likiangaza usoni mwake. Sasa umeungana nami Juma. Nilimtazama nikijaribu kuelewa yote yaliyotokea. Mwili wangu ulikuwa na mistari miekundu iliyokuwa iking'aa kwa mbali. Nilihisi kana kwamba niliweza kusikia mawazo ya Lilian, kama roho zetu zilikuwa zimeungana kwa njia ambayo sikuweza kuelezea. Mama yake Lilian alitutazama kwa macho yenye kuridhika. Hatima yako imeandikwa upya. Umechagua kuwa sehemu ya ulimwengu wetu. Nilihisi shauku na hofu kwa wakati mmoja. Lakini sasa nitakuwa nini? Nitakuwa jini kama nini? Mama yake alitabasamu kwa maana. Wewe ni wa kipekee Juma. Una mipaka ya binadamu tena, lakini bado una kiini cha roho yako ya awali. Unaweza kuishi kati ya walimwengu wote wawili, lakini usisahau, umefungwa na mapenzi haya milele. Nikitafakari maneno yake, nilihisi mkono wa Lilian ukishika wangu. Juma, haijalishi tupo wapi au tumekuwa nini, alisema kwa upole, mapenzi yetu ndiyo yalikuwa na nguvu kuliko kitu kingine chochote. Ghafla, dunia ilianza kuzunguka tena. Mwanga mwekundu ulitanda, na kabla sijajua kinachotokea, nilijikuta nikisimama mbele ya nyumba yangu kule Mbeya. Mtaa ulikuwa kimya, hewa ilikuwa baridi na yenye utulivu wa usiku. Ilikuwa kama ndoto, lakini kila kitu kilikuwa cha kweli. Nilimtazama Lilian, ambaye bado alikuwa pale nami. Alionekana tofauti kidogo sasa, ngozi yake ikionekana kuwa ya kawaida zaidi, kana kwamba alikuwa binadamu wa kawaida. Tunafanya nini sasa? Nilimuuliza. Akatabasamu kwa upole. Tunapanga maisha yetu, Juma. Tunaweza kuishi hapa, au tunaweza kuchagua sehemu nyingine. Tunaweza kuwa chochote tunachotaka. Nilihisi moyo wangu ukitulia. Nilikuwa nimepoteza maisha yangu ya zamani, lakini nilikuwa nimepata kitu kipya, mapenzi ya Lilian, maisha mapya na hatima mpya isiyo na mipaka. Nilipiga hatua kuelekea mlango wa nyumba yangu, nikijua kuwa huu ulikuwa mwanzo wa safari mpya. Safari ambayo haikuwa ya kawaida, lakini ilikuwa yangu. Na kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, sikuogopa tena.